Bwana Yesu asifiwe. Leo ni wakati mwingine tunaendelea na masomo yetu ya Gombo la Chuo TV, na leo tuko katika somo la pili ambalo linasema tokeni katikati yao, mabaya yanakuja. Tokeni katikati yao, mabaya yanakuja. Somo hili linapatikana katika kitabu cha Yeremia mlango wa 5 mstari wa 30 na ule wa 31. Yeremia mlango wa 5 mstari wa 30 hadi ule wa 31. Kichwa cha somo kinasema tokeni katikati yao, mabaya yanakuja. Somo linasema hivi katika Yeremia 5, Yeremia mlango wa 5 mstari wa 30 hadi 31, anasema hivi: jambo la ajabu la kuchukiza limetokea katika nchi hii. Manabii wanatabiri uongo na makuhani wanatawala kwa msaada wa hao, na watu wangu wanapenda mambo yawe hivyo. Je, nanyi mtafanya nini mwisho wake? Somo katika kitabu cha Yeremia mlango wa 5 mstari wa 31, anasema jambo la ajabu la kushangaza limetokea katika dunia hii. Manabii wanatabiri uongo na makuhani wanatawala kwa msaada wa hao, na watu wangu wanapenda mambo yawe hivyo. Nanyi mtafanya nini mwisho wake? Yeremia alikuwa anaongea na watu kwamba kuna jambo la ajabu la kuchukiza limetokea katika nchi. Manabii wanatabiri uongo na makuhani wanatawala kwa msaada wao. Sasa kwa nini tunasoma somo hili? Wakati huu sasa ambao tuko nao umekuwa wakati wa mambo mengi. Kila mtumishi anasema lake. Mwingine anasema nabatiza kwa maji mengi, mwingine nanena kwa lugha, mwingine nakomboa ardhi, mwingine mafuta, mwingine, kila mtu na lake. Lakini sasa neno la Mungu linasema kwamba jambo la ajabu la kuchukiza limetokea katika nchi hii. Manabii wanatabiri uongo. Sasa watu wengi sasa kama watumishi, unaweza kuta mtumishi anasema kwamba Mungu amesema ama Mungu amenionyesha. Lakini kwa mambo unakuta kwamba Mungu hakusema naye wala kumuonyesha. Ndio maana hapa anasema kwamba wametabiri uongo na makuhani wanatawala kwa msaada wa hao. Yaani na hata makuhani wenyewe ambao sasa hivi tunasema wachungaji, hao nao wanawaamini hao manabii ambao wanatabiri vitu ambavyo si vya kweli. Unaona? Na anasema kwamba na watu wangu wanapenda mambo yawe hivyo. Kwa hiyo kwa wakati majira haya ambayo tuko nayo sisi, hao ambao wanatabiri kwamba utafanikiwa, utabarikiwa, utakuwa tajiri, watu wengi wanaenda kuwafuata kwa sababu hata neno linasema kwamba watu wangu wanapenda mambo yawe hivyo. Lakini anasema mtafanya nini mwisho wake? Unaona? Baada ya kupata vitu vyote hivyo, nyumba, magari na hayo mafanikio, mwisho wa siku mnafanya nini? Yaani na maana hivi, binadamu ana siku 28,200 na kama 96, yani ni miaka 81. Siku 28 tu. Sasa siku 28 zinakutenga na upendo wa nani? Wa Mungu. Kwa siku 28. Kwa hiyo kwa sababu watu wanapenda mambo yao hivyo, ndio maana madhehebu ama watumishi wengi wanaotabiri uongo, wanaofundisha mafundisho ambayo ya kibinadamu yanakuta yana mvuto sana kwa watu wengi. Lakini Mungu anasema hivi, mwisho wake mtafanya nini? Hebu tuende katika kitabu kile cha Yeremia mlango wa 6 mstari wa kwanza. Mlango wa 6 mstari wa kwanza. Anasema, kimbieni mpate kuwa salama, enyi wana wa Benjamini. Tokeni katika Yerusalemu, pigeni tarumbeta, tokeni katika takao, simamisheni ishara juu ya Beth-Hekimu, kwa maana mabaya yanachungulia toka kaskazini na uharibifu mkuu. Anasema pigeni mbio wana wa Benjamini. Yaani tutoke katikati yao, tukajitenge nao, tukapige tarumbeta. Tarumbeta ni nini? Tarumbeta ni kama hivi ambavyo tunahubiri Injili, kwamba tutoke katikati yao, tukajitenge nao,
ambao watu wale ambao wanafundisha mafundisho ambayo ni kinyume na neno la Mungu. Kwa hiyo tokeni katikati yao, kwa maana mabaya yanakuja. Mabaya yanachungulia kutoka kaskazini na uharibifu mkuu. Uharibifu mkuu unatokea wapi? Uharibifu mkuu unatokea kwamba mafundisho mengi ya sasa ambayo yanamweka nje Mungu kwa kufundisha maagizo na vitu vya kibinadamu. Kwa hiyo tutoke katikati yao, yani tujitenge na mafundisho hayo. Asema wana wa Benjamini. Kibenjamini tuchukue kama ni sisi. Unaona, tutoke katikati yao na mabaya yanakuja. Tukienda tena pale katika mstari huo mlango wa 6 mstari wa 10 unasema, niseme na nani na kushuhudia wapate kusikia? Tazama, sikio lao halikutahiriwa wala hawawezi kusikiliza. Tazama, neno la Bwana limekuwa matukano kwao, hawalifurahii. Kwa hiyo pale unapofundisha neno la Mungu kisawa sawa kama hivi tunavyofundisha, watu walifurahii. Wanafurahia tu pale waambiwa kwamba utabarikiwa, utakuwa na nyumba, utakuwa na magari, hicho ndio wanachotaka. Lakini ukiwafundisha neno la Mungu kwamba Yesu Kristo alikufa kwa ajili ya kukombolewa katika dhambi zako, watu walifurahia hiyo jambo. Kwa sababu gani? Kwa sababu wanafurahia mafundisho ya kibinadamu. Mafundisho ya kibinadamu. Tukienda katika mlango wa 7 huo katika Yeremia mlango wa 7 mstari wa 1 mpaka wa 4 unasema, neno hili ndilo lilomjia Yeremia kutoka kwa Bwana kusema, simama langoni pa nyumba ya Bwana ukatangaze hapo neno hili ukisema, sikilizeni neno la Bwana, enyi nyote wa Yuda mnaoingia katika marago haya ili kumwabudu Bwana wa majeshi, Mungu wa Israeli asema hivi, tengenezeni njia zenu na matendo yenu, nami nitawakaribisha nyie mahali hapa. Msitumainie maneno ya uongo mkisema, hekalu la Bwana, hekalu la Bwana, hekalu la Bwana. Ndivyo hivyo. Kwa nini nasema hivyo? Yeye anasema kwamba tusitumainie maneno ya uongo au mafundisho ya uongo. Unaona? Tusitumainie mafundisho ya uongo wala maneno ya uongo. Unaona? Tukisema kwamba hekalu la Bwana. Hekalu la Bwana ni maana gani? Yaani kwamba sisi haina shida tunaenda kanisani, sisi haina shida tuna mtumishi wetu pale tunahubiri. Je, inafundishwa neno la Mungu ama inafundishwa maagizo ya binadamu? Kwa sababu Mungu anaongea na binadamu naye anaongea ya kwake. Kwa hiyo sisi tunachotaka kwamba tuifuate neno la Mungu linasemaje. Kwa hiyo tunachotakiwa ni kufuata mafundisho ya neno la Mungu. Mungu anasemaje, sio binadamu anasemaje. Pia tunaenda katika Yeremia mlango wa 8 mstari wa 8 na ule wa 9. Yeremia mlango wa 8 mstari wa 8 na wa 9. Yeremia mlango wa 8 mstari wa 8 na wa 9 unasema hivi, mwasemaje sisi tunayo akili na torati ya Bwana tunayo pamoja nasi? Lakini tazama, kalamu yenye uongo wa mwandishi wameifanya kuwa uongo. Wenye hekima wametayari, wamefedheka na kushikwa. Na tazama, wamekamatwa. Neno la Bwana wamekamatwa. Neno la Bwana, wana akili gani ndani yao? Yaani hao wamelikana neno la Bwana, wana akili gani ndani yao? Kwa hiyo lazima tujiulize kwamba watu hawafundishi kweli ya Mungu, wanafundisha mapokeo ya binadamu. Anafundishwa kwamba utarisi utapata nyumba, magari na kila kitu. Sasa hapa anauliza hivi, hao watu ndio wanasema ni wa Mungu, wanaabudu nini? Wana akili gani ndani yao? Unaona? Anasema hivi. Ule mstari wa 9. Anasema hivi, wenye hekima wametayari. Yaani wenye akili wametayari, wamefezeka na wameshikwa. Tazama, wamelikana neno la Bwana, wana akili gani ndani yao? Mungu anasema vingine kwamba yeye Yesu Kristo alikuja, alikufa kwa kilichopotea. Lakini watumishi wa Mungu wa sasa wanafundisha kitu kingine, kwamba utafanikiwa, utabarikiwa na mafundisho mengine ambayo ni kinyume kabisa na neno la Mungu. Je, wana akili gani ama wanafanya kwa makusudi? Hapana.
Hawafanyi makusudi, kwa sababu wao wana miungu mingine ambao wanaabudu, sio yule Mungu wa Bwana wetu Yesu Kristo. Lazima ujue kwamba hapo unakoabudu ni sehemu sahihi ama sio sehemu sahihi. Na sio tena mtu anasema Bwana Bwana basi huyo ni mtumishi. Hapana. Hata Yesu Kristo alisema kwamba watu wengi watakuja kwangu watasema kwamba tulitoa pepo kwa jina lako. Akasema niondokeni, mimi siwajui. Kwa hiyo ni kitu pia cha kuangalia wakati unaendelea kujifunza neno la Mungu. Pia tunaenda katika kitabu cha Yohana Mtakatifu mlango wa 6 mstari wa 27. Yohana Mtakatifu mlango wa 6 mstari wa 27. Anasema hivi, msikitendee kazi chakula chenye kuharibika, bali chakula kidumucho hata milele, hata uzima wa milele, ambacho mwana wa Adamu atawapa kwa sababu huyo ndiye aliyotiwa muhuri na Baba, yani Mungu. Kwa hiyo neno Mungu anasema kwamba tusikiangaikie chakula ambacho tunakipata leo na kesho kinapita, lakini tutafute ufalme wa Mungu kwanza na mambo mengine yote tutazidishiwa. Kwa hiyo neno la Mungu linasema kwamba tusikitendee kazi chakula kinachoharibika. Kwa hiyo tukitendee kazi nini? Neno la Mungu. Ndio maana hata yule mwanamke Msamaria alikutana na Yesu Kristo, alienda kuchota maji. Akaomba apewe maji. Yule mama akasema sina kitu cha kuchotea maji. Unaona? Yesu akasema ungenijua mimi kama yangu ningekupa maji ya uzima, usije tena kuchota maji. Yaani ni ule uzima wa milele. Kwa hiyo katika kujifunza kwetu lazima tuangalie kwamba ni nini ambacho wewe unaabudu na nini unachokifanya. Kwa hiyo somo tunaenda katika kitabu cha Timotheo wa kwanza mlango wa 4 mstari wa kwanza. Timotheo wa kwanza mlango wa 4 mstari wa kwanza. Anasema hivi, na kuagiza mbele za Mungu na mbele za Kristo Yesu atakaye wahukumu walio hai na waliokufa kwa kufunuliwa kwake na kwa ufalme wake. Kwa hiyo hapa tunachosema kwamba sisi tumtegemee Yesu Kristo na tukufuate mafundisho ya Yesu Kristo, kwa sababu anasema na yeye ndio aliyotiwa muhuri na yeye ndio atakuja kutuhukumu. Kwa hiyo tulifuate neno lake na tusifuate maneno ya mtu fulani, sijui amesema mchungaji, sijui amesema nabii. Tuangalie neno la Mungu linasemaje. Kwa hiyo kwa kuhitimisha somo letu hilo, tutaenda katika kitabu cha Waebrania mlango wa 8. Waebrania mlango wa 8 mstari wa kwanza. Anasema basi katika hayo tuyasemayo, neno lililo kuu ndio hili, tunaye kuhani mkuu wa namna hii, aliyeketi mkono wa kuume wa kiti cha enzi cha hukumu mbinguni. Kwa hiyo Yesu Kristo ndio aliyoketi katika mkono wa kuume wa Baba, ambaye atakuja kutuhukumu. Kwa hiyo sisi tufuate habari ya Yesu Kristo anatufundisha kitu gani. Kwa hiyo katika mambo yetu yote tuna kuhani mkuu ambaye ni Yesu Kristo, ambaye atakuja kutuhukumu. Kwa hiyo mafundisho ambayo tunataka tuyafuate, kwamba tunafuata mafundisho ya Yesu Kristo amefundisha nini na sio binadamu amefundisha nini. Kwa hiyo kwa kumalizia tu kwamba pamoja na mafundisho yetu ya Gombo la Chuo TV, tuna mafundisho ambayo tunafundisha katika wachungaji mbalimbali ambao wanahitaji katika makanisa yao, na tunapokea mialiko ya semina au mikutano ya Injili. Masomo ambayo tunafundisha ambao kama wachungaji watakuwa wanahitaji kwa watu wao, tunafundisha hatua za kukua Kikristo au kukua kiroho kwa waumini. Pia tunafundisha kanisa ni nini. Pia tunafundisha maisha ya kiroho. Pia tunafundisha uchungaji na madaraja yake. Pia tunafundisha uongozi wa kiroho. Pia tunafundisha mafundisho ya Yesu ya imani ya Yesu, mafundisho ya imani ya Yesu Kristo. Pia tunafundisha maisha na mafundisho ya Yesu. Pia tunafundisha kusifu na kuabudu. Maana siku hizi kila mtu anakuwa mwimbaji tu. Kwa hiyo ajui maana kusifu na kuabudu ni nini. Na 10 Biblia ni nini au ilitoka wapi? 11 kuumbwa kwa vitu vyote. Kwa hiyo watu ambao wanahitaji wachungaji katika makanisa yao, ambao wanahitaji wachungaji katika makanisa yao, wataka kufundishiwa masomo kama haya, basi tunapokea mialiko. Kumbuka Gombo la Chuo TV hii online yetu haiko chini ya dhehebu lolote wala kanisa lolote, ni iko huru. Kwa hiyo ili tuendelee kupata mafundisho mengi, kwa sababu wenzetu wanatumia vitu vingi, wanatumia TV, wanatumia radio na mambo mengi kuwafikishia tu ujumbe, lakini ujumbe mwingi wanapotosha.
baada ya kufundisha neno la kweli. Kwa hiyo sisi tuna mpango huu wa Chuo TV wa kufundisha kweli ya Biblia. Kwa hiyo kama umeguswa na unataka kwamba Gombo la Chuo TV lizidi kuendelea mbele, kwa sababu sisi ndio tunaanza sasa. Kwa hiyo tuna mahitaji ya vitu vingi sana wa studio, kuanzia kamera na vifaa vyote. Kwa hiyo kama umeguswa, unaweza ukatuma mchango wako, yani mchango wako wa kuchangia sadaka, zaka na kila kitu kupitia namba hizi. Namba ya Vodacom ni 0756 70 80 82. Nitairudia 0756 70 80 82. Na nyingine ya Yas ni 0655 72 0656 70 80 82. Kwa hiyo tunawaomba wale ambao wameguswa, hii haichagui dini wala dhehebu. Mtu yote tu ambaye umeguswa, basi unaweza kuungana na sisi kuipeleka injili mbele. Kufikia hapo, katika kipindi hiki tunafikia hapa mwisho, lakini tutaendelea na vipindi vingine, na Mungu azidi kukubariki.